Shalom mtumishi wa Bwana mahali pote ulipo, ninaomba amani ya Yesu Kristo na Roho yake Mtakatifu akuangazie tunapogawanya ujumbe mfupi. Ni katika kitabu cha Methali 8:17 maandiko yanasema hivi: ninawapenda wale wanipendao na wale wanitafuta kwa bidii wataniona. Mungu anasema kwamba ukimpenda naye Bwana atakupenda, na ukimtafuta kwa bidii utakwenda kumuona. Unajua kwamba Ukristo wa siku ya leo na imani yetu ya siku ya leo, tunadhani ya kwamba kumtafuta Bwana kwa bidii ni ile hali mawasiliano kanisani utahudhuria, vikundi vya maombi utaingia, unabii utapewa. Yale yote ni mambo mema, kwa maana kimaandiko anasema kwamba tunaposhirikiana katika ibada, vikundi vya maombi, kupewa unabii, kwenda kusali, ni vizuri ili tumkaribie Bwana. Lakini mimi nazungumza point hii ya kwamba mawasiliano yako na Mungu, mawasiliano yangu mimi binafsi na Mungu, kwa maana Mungu najua kwamba ametupenda sote. Amemtoa mwanake wa pekee Yesu atufie msalabani, achukue dhambi zetu zote, makosa yetu yote, aibu zetu zote amezichukua ili tuokolewe. Huyo ni upendo wa kwanza. Lakini maandiko hapa yanashuhudia kwamba ukimpenda Mungu naye Mungu atakupenda, na ukimtafuta kwa bidii Mungu atakwenda kukuonekania. Atakuonekania kupitia njia zako, atakuonekania kupitia shida zako. Yamkini mawasiliano yako wewe na Mungu ndio jambo la muhimu mno sana. Kwa maana unaweza kwenda ibadani, unakuta ibadani watu ni wengi. Maandiko yanashuhudia kwamba magugu na mangano yote yako ibadani. Watu ni wengi ibadani, tunamsifu, tunamwabudu Mungu, lakini je, Mungu anapochunguza mawasiliano kila mmoja pamoja naye? Kwa maana mbinguni haitakuwa kiujumla kama ibada, kama kundi ya maombi, itakuwa ni wewe pamoja na Mungu. Sija kulazimisha ukate njia kwenda kumwabudu Bwana. Ingia ibada kama kawaida, chumba cha maombi hudhuria kama kawaida, vikundi vya maombi omba, mtafute Bwana, lakini ujua kwamba vile vyote tunavyovifanya, kuingia ibada, tunahudhuria njia tofauti, ni ili tumkaribie Mungu. Na tunapomkaribia Bwana, Mungu anaangalia ndani ya mioyo yetu. Je, mawasiliano yako wewe na Mungu yapo sawa sawa naye, yapo sambamba naye? Kwa maana tunapochunguza kwamba mitume na manabii wamepitia shida tofauti, waliotutangulia kiimani, hata sasa hivi majaribu ni mengi, shida ni nyingi, ila zile shida zitatutenganisha na upendo wa Bwana. Paulo anasema la hasha, iwe ni njaa, iwe ni uchi, mavazi tunapungukiwa, shida tofauti yasije kukutenganisha na wewe na Mungu. Mawasiliano yako endelea kuyaumba kila itwa leo, yajenge kila itwa leo, mawasiliano ya ndani. Hata kama ibada hukufanikisha kwenda, ukienda ni vizuri, na usipokwenda ni wewe na Mungu ndani. Je, angalia faragha ndani mwako, mimi bado na Mungu tungali sambamba sawa sawa naye? Endapo akija leo parapanda ikipita, je, mimi nitakwenda ninyakuliwa pamoja na Yesu? Ni swali kubwa tena nzito la kujiuliza, wapendwa mahali pote ulipo. Ninajua kwamba utadai kwamba tunampenda Bwana. Hakika tunampenda Bwana, lakini unapochunguza ndani ya moyo wako, kitu gani ambacho kinakuziwia usione utukufu wa Bwana kila itwa leo? Kitu gani ambacho kinakuziwia ndani mwako usione mkono wake Mungu unaotenda kazi ndani ya maisha yako? Labda dhiki unayopitia utadhani kwamba Mungu ameniachilia. La asha, Mungu hajakuachilia. Mungu bado angali upande wako. Ni wewe kumlilia, kumng'ang'ania Mungu wetu. Mawasiliano yako ya ndani wewe na Mungu ya faragha, endelea kuyatekeleza, endelea kuyaomba, endelea kutimiza wajibu wako ambao Mungu amekuitia. Hususan chunguza habari za dhambi. Unajua kwamba dhambi ndio jambo moja kubwa tena nzito inayomchukiza Mungu wako aliyekuumba. Mungu wetu anachukia tunapotenda dhambi, na ndio kwa maana tukipenda mawasiliano yetu na Mungu wetu yadumu, tukimbie dhambi. Unajijua mtumishi wa Bwana mahali pote ulipo, unajua ni dhambi ipi ambayo inakutatiza ndani ya maisha yako? Mlilie Mungu, mwambie Mungu, sintokuacha juu ya dhambi hii. Ingekuwa vema dhambi hii Mungu unifungue nayo ili nikutafute wa Mungu. Na ukinapolia Mungu vile, endelea kukemea dhambi hiyo, endelea kushimama, kwa maana shetani hatokaa kimwe kamwe hadi Yesu atakuja chukua kanisa. Shetani bado yupo pale pale, anatushambulia usiku na mchana. Ukisema kwamba kigezo kubwa nimejaribiwa ajili ya Ibilisi, mpendwa, na ukacha tamaa, maana shetani bado yupo. Atakuja kujaribu kila itwa leo. Ni wewe jinsi unavyomng'ang'ania Mungu wako na kukemea dhambi ambayo inakukuja kukutengua na Mungu na mapenzi ya Mungu. Mwambie shetani, kaa kimya katika jina la Yesu. Ile dhambi ambayo inakusumbua, mtumishi wa Bwana mahali pote ulipo, mlilie Bwana, funga, uombe, Baba nifungue, kwa maana Mungu
anajua kwamba jinsi unavyompenda kwa bidii, na anasema ukimtafuta kwa bidii, naye Mungu atakwenda kuonekania. Mtumishi wa Bwana, popote ulipo, mtafute Bwana kwa bidii, ng'ang'ania mahali ulipo, gawanya ujumbe hii, ujue kwamba sote ni wa mbingu, tunatarajia kwenda mbingu siku moja. Mungu akubariki mahali popote ulipo. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru, amen.